Ambayo tumepokea mapema jioni hii. Mnamo Februari tarehe 23 mwaka huu, maelfu ya waombolezaji duniani walimpa mkono wa buriani mwanariadha Kevin Kiptum Cheruiyot. Mwezi mmoja baadaye, familia yake bado ina kumbukumbu za mwenda zake na kuona kwamba hawako karibu naye, yani ni kama ndoto kwao. Mwanahabari Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Asenath Rotich, mjane wa Kiptum, na mamake Mary Kangogo bado ana kumbukumbu ya mwenda zake mwezi mmoja baada ya marehemu Kevin Kiptum Cheruiyot kupumzishwa katika eneo la Cherunya, Ainabkoi katika kaunti ya Uasin Gishu. Hiyo siku yani maisha haijakuwa vile ilikuwa, imekuwa ngumu. Saa zingine unaenda mpaka unafikiria, unakumbuka, unatamani masiku usirudishwe nyuma ndio at least yakue. Saa zingine najiuliza mbona ilikuwa yeye. Maswali kwa watoto wananiuliza. Saa zingine nachipea nguvu ndio niwaachibu, saa zingine siwezi waachibu. Sio rahisi. Kiptum peke yake. Kikaa yani unaona kwa mawazo, unaona Kiptum tu. Yani unafikiria Kiptum. Hata sio manyumba yenye tumechengewa, tunakumbuka Kiptum. Tunajua kweli tumekuja hapa, lakini bado mawazo yangu iko kwa kijana Kiptum. Wanasema tangia ajali hiyo ya Februari 11 iliyosababisha Kiptum kutoweka duniani ni donda ndugu lisilopona. Hakuna furaha yenye ingekuwa furaha kama yeye mwenyewe angekuwa, yeye mwenyewe angechenga. Furaha ingekuwa, tunasema kweli asante, tuko na nyumba, tuna furaha kama vile Kevin angekuwa tumechengewa nyumba kweli, tunasema asante, lakini furaha hakuna. Sema kwa hiyo mawiki Kiptum alikuwa wai. Na nikasema kwa hii wiki moja nini ilituleta hapa, lakini yote tumewachia Mungu. Ujenzi wa nyumba ya wazazi wa mwenda zake Kevin Kiptum unaendelea, huku familia ikitarajiwa kuhamia. Balozi wa spoti nchini Ufaransa vilevile aliitembelea familia hii. Pay tribute to him, make a gesture of sympathy from the French government to this great athlete who was obviously expected in Paris for the Olympic Games next summer. Kevin Kiptum na kocha wake walifariki kwenye ajali barabarani mnamo Februari tarehe 11 mwaka huu. Elvis Kosgei, KTN News, katika kaunti ya Uasin Gishu. Mwanafunzi Ian Mutambuka